Jana kulikuwa na tukio la kumwapisha askofu mmoja hivyo kanisa la Anglican. Serikali kule Mbeya kule, serikali ikawepo kwenye hilo tukio ikiongozwa na naibu waziri mkuu Doto Biteko. Bunge likawepo, spika alikuwepo pale. Yaani yule spika Tulia aliyefanya uhuni wakati katibu mkuu nilipokwenda Dodoma kupeleka mapendekezo ya marekebisho, walipoleta ile miswada mibovu ya sheria, akimtumia mwenyekiti wa kamati ya bunge, nikawa nawaambia jamani, hizi sheria hizi hazitibu matatizo, mnaita tume huru wakati hatuna tume huru. Nikamwambia hii tuwe na tume huru, lazima kwanza turekebishe ibara 74(1) juu ya mamlaka rais kuteua tume, turekebishe ibara 74(5) inayompa mamlaka rais kuondoa tume, turekebishe ibara 74(10) ya katiba inayolazimisha tume lazima itumie watumishi wa umma, turekebishe ibara ya 74(12) inayotoa kinga kwa tume kwamba jambo lolote la tume iwe kuengua wagombea, kuzuia kampeni haliwezi kuhojiwa mahakamani, ibara ya 41(7) inayosema matokeo ya rais yasiyohojiwa mahakamani. Tukawapa pale vifungu kwa vifungu vinatakiwa kurekebishwa, wakatuzuia hata kuzungumza. Leo anawaambia viongozi wa dini, anasema tulifanya marekebisho ya sheria, vyama vilikuwepo, wadau wakatoa maoni na tumeyazingatia. Mwongo mtupu, Dr. Tulia Ackson. Mwongo mtupu. Sasa Tulia ni mwache pembeni, atulie huko. Hiyo nataka kusemea jambo moja. Kuna kauli ilitolewa na baba askofu mkuu wa kanisa la Anglican. Alisema kwamba jitihada zifanyike kabla ya uchaguzi kurekebisha kasoro za kiuchaguzi. Hiyo iko sawa sawa. Lakini akasema wanaosema uchaguzi usogezwe mbele wataiingiza nchi katika mgogoro wa kikatiba. Hii kauli ya baba askofu, kwa heshima zote kwa baba askofu, haiko sawa sawa. Na nasema haya kwa sababu hii kauli ilianza kutolewa na Kabudi akijaribu kuipotosha umma na watu. Nataka niwakumbushe wananchi moja. Wakati mfumo wa vyama vingi unaanza Tanzania, ulipoingia, uchaguzi wa udiwani na ubunge ulikuwa tofauti. Udiwani ulikuwa unafanyika pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa. Ubunge ulikuwa unafanyika pamoja na urais. Serikali ikafanya uamuzi wa kuunganisha uchaguzi wa udiwani na uchaguzi wa ubunge kwa pamoja. Ili kufanya uamuzi huo, madiwani waliokuwa madarakani wakati huo, sheria ikarekebishwa, wakaongezewa mwaka mwingine mmoja wa kuwepo kwenye utumishi wao ili waungane na uchaguzi mkuu wa ubunge. Kwa swala la kuahirishwa kwa uchaguzi fulani Tanzania si swala geni, limekoshawahi kutokea. Tumeelewana? Sasa kwa upande wa uchaguzi wa ubunge na urais, katiba imetamka kwamba uhai wa ubunge ni miaka 5, uhai wa urais ni miaka 5, unless kama kuna hali ya dharura. Kwa muda wa uchaguzi unaweza kusogezwa mbele kwa hali ya dharura, mamlaka hayo anayo kabisa rais. Lakini hata ukiondoa swala la hali ya dharura, tunaweza kabisa kama nchi, kama tulivyotunga sheria ya kuwaongezea wadiwani mwaka mmoja ili waungane na ubunge, rais anaweza kuita kikao cha baraza la mawaziri wakati huu ambao bunge linaendelea sasa hivi na vikao Dodoma, akapeleka bungeni muswada wa marekebisho ya katiba kwenye jambo dogo tu, kuongeza mwaka mwingine mmoja mbele ili kuruhusu hapo katikati kufanyike marekebisho ya kikatiba ya kisheria ya kuwezesha kuwa na tume huru ya uchaguzi. Jambo hili halitazua mgogoro wote wa katiba. Wangapi mnasema hili mnamtaka Samia alifanye?